mseto za kukabiliana na inzi wa matunda. Inzi wa matunda ni kati ya wadudu waharibifu zaidi wanaoshambulia aina nyingi za matunda na mboga. Na omo ahoshedeɛ no abrunyi beka ne se kala no. Tofauti na nzi wa nyumba ambao huwa weusi, nzi wa matunda huwa wa rangi nyekundu au manjano. Kuna wa kiume na wa kike. Nzi wa matunda wa kike wana kitu kinachokaa kama sindano upande wa nyuma. Na bema bano bonse bibi etuane tu. Nti eno na bemu ahu se. Wanatumia sindano hiyo kudunga ngozi ya matunda na kutaga mayai yao humo ndani. Unaweza kuona majimaji yakitoka kwenye tundu hili. Baada ya siku chache, sehemu hiyo ya embe hugeuka kuwa rangi ya kahawia au nyeusi. Tunda huanza kuoza na litaanguka. Na se dua ba akusi ho a wani beba ho se. Hata kabla ya kuvuna, karibu nusu ya matunda huwa yameharibika au kuanguka. Any serious producer exporter, mzalishaji yeyote ambaye hahakikishi kwamba matunda yake hayana nzi wa matunda anajiharibia biashara. is only destroying his business. Wakulima wengi hupoteza pesa nyingi wakijaribu kutumia dawa kudhibiti inzi wa matunda. Se udi nuru na edi pompe srono pompia. Unaponyunyiza dawa, nzi hutoroka kwa siku kadhaa kwa sababu ya harufu ya dawa. Harufu hiyo inapoisha, nzi hurudi. Babi kakra na obetwiniti na ohwe na se pampan no eni afonu mu a obesan aba. Inzi wa matunda husababisha hasara kwa wakulima na wanaonunua matunda kutoka kwao. Tunda likiwa limedungwa, huenda usione madhara moja kwa moja, lakini baada ya siku chache utaona tunda likianza kuoza. Inzi wa matunda wanaweza kuruka kutoka shamba moja hadi jingine. Kwa hivyo, ni muhimu kwa kijiji chote kuwadhibiti. Ujuzi niliopata ndio niliowapa wenzangu. Sikuweza kuwaita watu wote, kwa hivyo nilichukua mtu mmoja mmoja kutoka kila kijiji na nikawaonyesha madhara ya nzi wa matunda. Kila mtu anafaa kuwadhibiti nzi wa matunda katika shamba lake, kwa sababu mtu mmoja akifanya hivyo, matunda yake yatakuwa mazuri, lakini nzi watarudi kutoka kwa majirani. Waelimishaji nchini Ghana hutumia kisanduku cha rasilimali kilicho na vitu vyote vinavyohitajika ili kuwaonyesha wakulima na wafanyabiashara jinsi ya kuunda mitego ya inzi wa matunda. Kisanduku pia kina kadi za picha za kuwahimiza watu kutafakari na kuzungumza kuhusu inzi wa matunda. Waelimishaji pia huwaalika kina mama wauzaji katika mafunzo yao, kwa sababu wamegundua kwamba wauzaji waliofundishwa huwa makini na aina ya matunda wanayoyanunua kutoka kwa wakulima. Huwa ninamwambia mkulima kwamba ikiwa shamba lake lina makwekwe na ikiwa hana mitego kwenye miti, basi maembe yake hayatakuwa mazuri. Ninawaambia wahudhurie mafunzo ili wapate maarifa. Ili kupata matunda bora, tunafaa kujua jinsi inzi wa matunda wanavyoishi, kujua kama wapo na jinsi ya kuwadhibiti. Kuna aina nyingi ya inzi wa matunda, lakini ukuaji wao unafanana. Inzi wa matunda hutoboa aina mbalimbali za matunda na mboga ili kutaga mayai. Katika tunda moja, inzi wa matunda anaweza akataga hadi mayai 20 kwa wakati mmoja. Viini huweza kuingia kwenye tunda baada ya ngozi kutobolewa na hivyo kulifanya lioze. Baada ya siku 2, mayai huanguliwa na kuwa wadudu wadogo wanaokula sehemu ya ndani ya tunda.
Tunda lililo na wadudu huanguka na wadudu huanza kukua. Baada ya wiki moja, wadudu hao huondoka kwenye tunda na kutafuta sehemu laini ya ardhi watakapoingia. Katika sentimita 10 za juu ya ardhi, wadudu hao hugeuka na kuwa kifukofuko kigumu cha rangi ya kahawia. Wiki moja baadaye, inzi hutoka kwenye kila kifukofuko na kuruka kuanza kutafuta chakula. Baada ya siku chache, inzi huyo atakuwa tayari kuanza kutaga mayai kwenye tunda. Kutegemea aina, inzi mmoja anaweza kutaga kati ya mayai 100 na 1000 maishani. Kwa hivyo, unaweza kukadiria hasara anayoweza kusababisha. Sasa kwa vile tumejua jinsi inzi wa matunda wanavyoishi, hebu tuone namna kugundua kama wapo. Kuanguka kwa tunda kabla ya kukomaa kunaweza kuwa ishara, lakini matunda huanguka kwa sababu ya ukame au kitu kingine. Njia nzuri ya kugundua kwa haraka ni kwa kuweka mitego ya inzi kwenye shamba lako. Ili kuwavutia inzi wa matunda, unaweza kutumia chakula au feromoni. Chambo cha chakula huwavutia inzi wa matunda wa kiume na wa kike. Chakula huwavutia inzi walio karibu. Ukitumia feromoni, ambayo ni kemikali inayonukia kama inzi wa kike, inzi wa kiume pekee ndio watakaovutiwa. Feromoni inaweza kumvutia inzi wa kiume aliye umbali wa mita 100 au zaidi. Feromoni za methyl eugenol na terpenyl acetate huwavutia aina tofauti za inzi. Muulize muuzaji wa dawa aliye karibu nawe kama feromoni anazouza ni kavu au kama zimechanganywa na dawa za kuua wadudu. Ili utumie bidhaa kama hiyo kuvutia au kuwaua inzi, unahitaji mitego ili isinyeshewe. Badala ya kununua mtego ghali, unaweza kujitengenezea wako ukitumia chupa za plastiki. Ning'iniza angalau mitego 2 kwa kila hekta na nyingine moja mahali matunda yanapohifadhiwa. Kwa kuyaangalia mitego mara kwa mara, utajua ni lini unaweza kuanza kuwadhibiti inzi. Tumefundishwa jinsi ya kuning'iniza mitego ya feromoni katika vibanda vyetu sokoni na mahali tunapohifadhi maembe. Inzi wanapoingia kwenye mitego, hawataweza kuharibu maembe yetu na kuyatagia mayai. Kwa sababu matunda huharibiwa haraka na wadudu, mbinu moja ya kuwaua haitatosha kuwadhibiti. Baada ya kugundua inzi wapo, unaweza kuua wengi wao kwa kuweka mitego mingi shambani. Mbinu hii inaitwa mtego wa jumla. Ni vyema itumike na wakulima katika kijiji kizima. Mbinu nyingine ni kunyunyiza mtego uliochanganywa sumu ya kuua wa dawa za asili kwenye majani kadhaa katika kila mti. Kila inzi wa kiume au wa kike anayetoka ardhini chini ya mti atavutiwa na chakula na atakufa. Wakulima wabunifu wamebuni vituo vya mitego ili watumie chambo chache na kulinda mitego dhidi ya mvua. Ingawa feromoni na chakula huwavutia inzi ili uweze kuwaua, unaweza kuwazuia kutaga mayai kwenye matunda yako. Siafu aina ya koyokoyo hujenga viota vyao kwenye miti na hivyo husaidia kudhibiti inzi. Koyokoyo wakiwa kwenye mti
Nzi hawawezi kukaa kwenye matunda na kuyatoboa ili kutaga mayai. Walinde koyokoyo na wadudu wengine wenye manufaa kwa kutonyunyiza sumu ya kuua wadudu kwenye miti. Mbali na mbinu ya kuwavutia inzi na kuwaua, kuwatishia na koyokoyo, pia unaweza kuzuia mabuu kukomaa na kuwa inzi. Ukipata inzi wa matunda katika mitego yako, basi fahamu kwamba wako shambani mwako. Kusanya matunda yoyote yaliyoanguka, uyazike au kuwapa nguruwe ili wadudu wote wafariki. Tahadhari, matunda yaliyo sokoni pia yanaweza kuwa yameingiwa na inzi. Kwa hivyo, haribu matunda yaliyooza ili uepuke hasara. Kwa hivyo, tumejifunza nini? Inzi wa matunda hudunga mayai yao kwenye matunda. Inzi mmoja anaweza kutaga mamia ya mayai. Mayai hayo huanguka na kuwa wadudu wanaokula tunda ndani. Hatua isipochukuliwa, inzi huongezeka kwa haraka na wanaweza kuharibu mimea yote. Tumia mitego kugundua kama kuna inzi wa matunda shambani mwako. Tumia mbinu mbalimbali kila wakati. Weka mitego, tumia vyombo vya chakula, acha siafu aina ya koyokoyo, kusanya na uharibu matunda yaliyoanguka. Control of fruit flies. Kudhibiti nzi wa matunda ni jukumu ambalo kila mtu anafaa kufanya. La sivyo, kilimo cha biashara ya matunda hakitafana. No success anywhere, no commercial business for anybody